Sultana akanipigia simu, nikamwambia simu, akaniambia mimi baadaye nitaenda sport, lakini usisahau kunifanyia viazi vyangu, unajua anapenda sana viazi vya Botswana. Nikamwambia usijali, nikamwambia mtumishi apike, maana mimi sijisikii vizuri. Okay fine. Basi nikakuwa naendelea mambo yangu na mume wangu ndani, we were just fine. And then jioni, yes, nilikuwa na mume wangu barazani kama sasa. Nilikuwa na mume wangu barazani tunaona TV. Nasikia simu. Naangalia simu yangu hivi naona dalili. Ile driver wake. Kasema dalili. Nataka kupokea hivi, simu ilikuwa imekatika. Nikaona au labda nimejidanganya au ni tatizo au nikapiga back. Like sometimes simu zinajipiga maybe on mara nyingi sana nakuwa contact na kaka yangu na driver wake, maana nimetoka karibu. Then after that mimi nikapiga simu kwa dalili. Napiga hivi simu nasikia kama wanakata. Unajua kama mtu anakata tunavihisi, unasikia? Yani hakupokea bali alikata simu. Nikasikia kama nywele zinataka kutoka kichwani. Alafu nikaanza kuhisi kama moyo unakimbia, kama there's a problem, you know? Yeah. When there's something you can feel intuition. Na feel something like, na ule alikuwa ni my brother, my blood, my only blood. Nikahisi mpaka mume wangu ananiambia, "Issa wewe vipi? Nini? Labda tu simu tatizo." Nikamwambia, No. I can feel something on me. Something like is not good. Sultana. Then nikampigia sasa dalili. Nikasikia kama simu inakatika. Basi nimepata wasiwasi, I was not happy. Nikaanza kusikia kama vile vurugu kichwani, moyo, nini. Mungu ananiambia don't worry, unaona kuna wakati simu zinafanya hivi. Nakwambia hapana. Hapa pako something. Sababu mimi udalili hatufanyagi utani wa simu wala nini. Okay, inaweza kwa imejipiga kwa ngambo yake. Je, mimi kumpigia na kata? Hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwangu. It's like he must have been in a situation ambayo hawezi akaongea na wewe. Yes. Or like under pressure au there's something. Au sababu alikuwa vurugu fulani, I don't know. Nikafika na mwambia mume wangu, now we have to go there. Nafika pale tu, nakutana kakaangu amelala, ameshafariki. Sasa kama aliumwa, was there a doctor? Walimpeleka hospital? Nilivyouliza tu pale ilikuwaje, na wifi yangu namuuliza, kanambia Dr. Anas, your fiancé. Dr. Anas alikuwa pale, akasema kwamba alikufa na heart attack. Sasa wewe ndio utajua lishoka leo muuliza kwa mchumba wako kwamba yeye ndio amesema kwamba alikufa na heart attack. Mimi sikuwa sijui. Nasikia. Lakini sasa cha ajabu, cha kushangaza, cha kutia sasa nyoyo zifikirie vibaya, mawazo yao makubwa marefu. Nilivyomfunua kaka yangu mauti, niliona pofu mdomoni. Na dalili ya pofu ni sumu. Heart attack huwa haitoi pofu mdomoni. No, it doesn't. So ile pofu ilitoka wapi? And another thing, Dr. Anas ni family doctor, anatreat vitu ya kawaida, grief, coughing, headaches. He's not somebody anaweza akatoa autopsy results ajue mtu alikufa by a reason fulani. So I'm strange kama gisi aje atatoa report hichi kitu kilimua wakati has specialized. Anapasha kuenda ku hospital, morgue, or take test, things like that. But just in one day anasema it was a heart attack. That's yani hapo wifi anaonyesha kwamba kabla hajafa yuko kwenye sakaratul maut. Yani ndio yuko katika kufa hivyo. Ndio Dr. Anas alikuja na kaona kwamba moyo umefanya nani? Una tatizo. Lakini sijui but as for me, mimi ile pofu niliona mdomoni ile, afu pofu nyeupe. Nikamuuliza wifi, nikamwangalia kifo cha roho kikatoa pofu. Hii kifo cha hivi kinakuwa ni uchawi ama sumu? So pale kwa kweli pana tatizo. Badra, wewe ndio binti mkubwa wa kaka yangu, wewe ndio ulisoma sheria, kufuatilia kesi ya babako mpaka tujue nani. Hata mimi kama shangazi yako niko nyuma yako, afu na mimi nafanya uchunguzi wangu wa chini mpaka tutambue kilikuwaje hichi kitu. Kweli heart attack or what? We're gonna find out. Don't know.
don't worry about it auntie. Each one akijua to find out everything. But information yemenipa, it's going to be very useful. Tatusaidia sana. Right now, I feel like first thing niende kwa media. Sasa hata nikabaki na information because haiwezekani kuwa report inatoka kwa Anas wakati report has to come from the hospital, from the police. Yes, why did he die and no one was informed? Alikufa hakuambia mtu wowote. Report ya kifo wanalitoa wenyewe. Like there's something wanaficha hapa. But don't worry. Acheni haraki. Let me go. Okay. Sultana BASMA ahanyi rero ahanyi nagira ndakubarire utahabereye magabo ku bintu ndiko ndabona kuri Sultana na mukuru wawe uzobura icyo uri kurarondera dakibura gukuye igiki kwanza igiki ntakibazo icyo uri kurarondera uvuze nzobura icyo ndiko ndarondera ndiko ndondera byinshi ibisigi papa we yasize ntubikeneye ndabikeneye ntobura kubikenera gute umva ronda kubarira utabaye maso ngube magabo nguri kanure rishe uzobura imbwa n'imbwebwe ndakubari kubera nde Sultana wapi kabisa uko ranwenza je nzoba ntari umwana wa ntuzenya wadiri jewe BASMA nanje ndakubari ico kintu kubera ndiko ndakibona n'amaso yiwanje nukuri ngene kigeyo nukuri mamdoko je Aisha nta kuntu ntoburi ivyo mutama yadusigiye kuko biga yabidusige turi babiri jewe na Badra nawe ukaburu wa gatatu kuvuga yuko ngo je atarakime nzoronka burya Badra we umubona gute na Sultana ari we nyagosenge wajya ibyo barimwo ko ari nabyo tuzi bari mu bintu byinshi sinzi byari ibyo mugabo nibo tuza kuronka ico dutegerezwa kuronka kujya utabizi ku bintu yasize mutaha je ndabikubwiye kubera ndabibona kandi je ndakuze mbona kure ndabona ibintu n'ibindi uranyumva bamaso wa mwana we none ibyo wabonye nibiki mama bamaso durambira nanje wasinze ndabimenya ibyo wabonye nibiki Asma mimi kwa ukweli mama utakosa kamba na mbuzi hapana itakuwa sio mimi basi mimi huyu mtoto wa Adi sio Badra alimo nikakosa hivyo vitu aje nitakosa urithi wa babangu haya itakuwa sio babangu sasa jitahidi fanya yako yote cha kubiti no kumabuye Asha ufanye mbinu zako zote urithi tupate lazima tupate tunakosaje sasa kwa mfano shangazi yako asijifanye kama yeye ndo anajua unasikia bienye Sultana na Badra wako wanapanga mimi sibioni sana hapa katikati kuna kitu ambacho kiko tena kizito sana mama ndogo hivyo wenyewe wanapanga usipoangalia kwa makini tutakuja kukosa kila kitu hatuwezi tukakosa mimi kama wanapanga wenyewe wanapanga na mimi nitapanga vya kwangu na najua mimi mipango yangu itakuwa ni mikubwa zaidi ya kwao vipi wataweza kutushinda sisi watatunyima kila mtu iko na haki yake katika vitu wenyewe baba aliacha kwa hiyo mimi nitapiganisha juu chini lazima tupate urithi haiwezekani lazima tutagawana sawa tena sawa kwa sawa hatutaki vitu ya urofu ni vitu gani acha uoga mama yako ule atasio nawe unanichukulia mimi nakuchukulia poa tu unanichukulia poa kwa sababu haujaona mambo yangu hauoni mbali mimi naona mbali na najua kama mimi mitego yangu ni mikali kuliko ya kwao urumva rero gira umbwire uko imitego yabo tuzoyitegura dutege iwacu none iwacu abari ifata none suko nyene voilà nanje reka ndakiri iyo ndio jambo hawatatushinda kitu lazima tutoke chini tupambane kwa hali zote tusikose mimi ndo wako sija kuamini kwa hilo bosi niangushi kuamini kwa kila kitu Sultana
Nasubiri kwanza kabla hujatoka. Wewe una masikio, unaelewa? Yaani mimi sijakuelewa mpaka sasa. Kitu cha nasema unataka nipeleke kitu mara 6 mara 7 mara 8 ndio uelewe. Yaani unataka kama hausikii kabisa hicho niko nakwambia. Vinaingilia huko vinatokea huko. Vipi mtu atakuwa anakuambia nipe changu tugawe vyetu tugawane vitu vieleweke. Kila mtu aanze na maisha yake. Mimi si niko nani mchunga hii nyumba, siko mchungaji wa hii nyumba. Urukura nyumba. Zenda fisi uburenganzira bwo kukubwira yuko ko shaka tugabura. Uko na kunu bana wako unachanganya kwa. Uko nasikia mimi niko na droit. Haki katika hii nyumba kukwambia tugawane. Tena mimi sitaki ukaona naambia nisubirie kwa sababu nimeshachoka. Tena sitaki kukaa narudilia kitu mara 1 mara 2 mara 3 mara 4 ila haunisikii. Mimi sitakuwa zamu wa hii nyumba, nina haki ya kutafuta maisha yangu, kugawiwa vyangu, niende kutafuta ya kwangu kwa sababu inabidi niolewe, nikajenge ujumba wangu. Sijamaliza kwa sababu naona tafutia usikii wewe. Si masikio haya, I can hear you. Sasa kwa nini usikii? I can hear masikio haya. Mara 6 mara 7 mara 8 nakwambia kina utaki nisikie kwa nini? Mimi nataka changu. Ni vitu gani? Hela ni zako. Wewe zikazani hivi zingekuwa zako si ndio ingekuwa hatari. Bwana mimi tugawe. Wewe naambia tu siku fulani tutagawa. Nikae na juu. Mimi nataka tugawe. Wewe naambia tu siku fulani tunagawa kila mtu anapata cha kwake. Ndio mimi nataka hapa. Hakuna kitu kingine. La sivyo utaniona mimi ni mkorofi mwa hii nyumba. Okay, can I go? Bye. Unaenda wapi sababu na hujanijibu? Makubwa hapo. Au si ndio unatatuaga makofi unapiga makofi 3 4 unaangukia huko. Jili ya dharau. Mimi nakwambia kitu nakaa kimya ngukena hivyo. Unaenda wapi sasa hatujamaliza? You done? You finish? Yaani wewe, dawa yako iko jikoni. Na ikiwiva hivi. Uko unanisikia? Tena wewe kwa dharau yako hiyo, mimi nakwambia hivi, dawa yako ipo jikoni. Na ikiwiva hivi, ukiona imechemka vizuri. Labda mimi nitakuwa sio BASMA. Hicho Kiingereza chako unakaa unazungumza kitageuka Kishinwa. Hapa mwa hii nyumba hapa hapata kalika. Mimi nishakwambia. Tena sitaki kurudilia hiyo. Sitarudilia mara 2 au mara 3. Hapa ndio mwanzo na mwisho. Okay. Bye. Kama angetigwa mapamba maskini, kama ametulekewa vitu gani? Huyu dada yangu anataka kunikesa. Mungu wangu, nimefanya nini kuzaliwa na huyu dada namchukia mimi? Tamani hata ni mume mimi. Sultana. Sawa. Kujenga musirikare niki. Ndio kwa shaka sema kisema mwanzo. Ukabati birahari, muri figo birahari. So what do you want? Ndio binzani yako baba kinza nuko ngaza kugikomeye cyane kurusha ibindi. Chigiki. Iko yego nubwo muza mugufata abantu nk'abakene nkumenga nta kamaro dufise nta n'ijambo tugira ariko rimwe na rimwe n'umukene hajya bijya bafise ubwenge kumenya ubwenge ntibisubwa kuba warize cyangwa ufise amafaranga oya ushobora kuba umukene ukarusha ubwenge umuntu yize Kinzora ziko sometimes ibintu ukora ujya mwana w'umukobwa ujye ubona ari ibintu byiza frere Sultana.